zinafaa kutumika, haswa jinsi alivyosema mwalimu Michael Watenga kwamba katika kuna matumizi mazuri ya mitandao na pia kuna ubaya wake. Na katika uzuri wake, labda tukiangazia uzuri wake alivyofafanua mbinu kadha ama masuala kadha kuhusiana na mambo ya kutafuta ajira, kutengeneza mambo ambayo yanaweza kuchangia katika kukua kwa uchumi na masuala kama hayo. Najua pia katika mitandao vijana wanaweza tumia teknolojia katika uinjilishaji, labda ni kwa njia ipi? Hakika teknolojia ni nzuri. Teknolojia ni nzuri na ni mbaya vile vile. Naweza kufananisha teknolojia na mji fulani. Mji ambao una mambo yote. Kuna kanisa pale, kuna shule pale, kuna supermarket pale, kuna red light district ile pahali pa watu kwenda kujiburudisha, kuna pahali watu wanaenda kuona sinema, kuna pahali ambapo watu wanaenda kuona sinema zile za ngono na kadhalika. Ni mji. Kwa hivyo ni kwamba kwa mfano mwalimu, unapotembea kama mji wetu wa Kitale huu, unatembea pahali ambapo unapenda kwenda kutembea. Ukitaka kwenda supermarket, utaenda supermarket. Huwezi taka kwenda supermarket na uende kwa bar. Si hivyo? So ni choices za yule ambaye ameenda mjini, ameenda kufanya nini. So katika hii mandhari ya kidijitali ni kwamba kijana, ama jambo hili halihusu tu vijana peke yao na hata watu wazima, ni kwamba ninapoenda katika mji huu wa digitali, ninaenda wapi? Ninaenda kwenye shule, ninaenda kanisani, ninaenda kwa shopping, kwa supermarket, ama ninaenda kwa danguro, ama ninaenda kwa bar, ama ninaenda wapi? Sasa ni maamuzi yako wewe mwenyewe. Na maamuzi ambayo utayafanya, utaona mazao yake pale mbeleni. So ambacho tunahimiza ni kwamba tunapoingia katika mji huu wa kidijitali, tutambue ni wapi ambapo tunaenda. Kama tunaenda kwenye shule, tunaenda kufanya research kwa kidijitali, tunafanya research ili kujiendeleza kielimu. Tukitaka kwenda kanisani, tuende kwa zile sites za imani, zile sites za kujifunza Biblia, zile apps za Biblia na kadhalika. Tukitaka kwenda kufanya kazi, tuende kufanya kazi kwa huo mji wa kidijitali. Tunaenda kufanya kazi tupate upato, ile upato ambaye ni halali. Na tukiamua kwamba tunaenda katika mji huu wa kidijitali kufanya maovu, pia tutaamua hivyo na tutaenda katika kufanya hayo maovu. Kwa hivyo ni mji ambao unahitaji sisi wenyewe kufanya maamuzi na kutoshawishiwa. Na kwa mfano mwalimu, unapopita kwenye simu yako, pengine wacha tuseme kwamba umeingia wapi? Umeingia Facebook. Unapo scroll, kuna picha utaona yenye ushawishi wake, itakwambia ingia pale. Na kuna ingine utaona siwezi nikaingia pale. So inahitaji uamuzi wako wewe mwenyewe. Nao mwalimu anapoongea kuhusu watoto, mtoto hawezi kuwa na uamuzi. Ataingia wapi? Ile picha yenye inapita, akiscroll ile picha inapita, anaingia. Ile ambayo inapita yote anaingia kila pahali. Ataingia kila sehemu. Kwa hivyo ni kwamba katika kufundishana, kuhimizana, tuweze kutambua ni pahali gani ambapo tunastahili kuingia na pahali gani ambapo hatustahili kuingia. Kuna mambo mengine ambayo yanazungumzwa katika wakati maaskofu wameleta mafundisho haya kuhusu kidijitali. Unakuta kuna vijana ambao wanatumia teknolojia kufanya maovu, kuiba kupitia mtandao,
wanaingia katika size ambazo wanaibia watu, mfano wanaingia katika size ambapo wanaingia katika dhambi, wanaingia katika size ambazo hazifungamani na maadili ya kidini. Kwa hivyo ni kwamba tuweze kutahadharisha kwamba uweze kula chakula ambacho ni kizuri, chakula ambacho kinakupatia afya, sio chakula ambacho kinadhuru afya yako, mfano. Asante. Asante sana mwalimu. Dakika ni 58 msikilizaji, baada ya kutimu mwendo saa 10.